ukishainuliwa na Mungu kwenda stage nyingine, ndio kuna watu Mungu atawatumia kukukumbusha neema ya Mungu ilivyofanya kazi maisha. Yes. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina sana. Namba 5. Ni watu wa thamani mbele za Mungu. Namba 5. Maana nyingine, namba 5. Ni watu wa thamani mbele za Mungu. Sasa kama Mungu mwenyewe anawathamini watu wanaoachilia kwako, iwe wameachilia ubaya ama wameachilia wema, wewe ni nani usiwathamini? Bwana asifiwe sana. Mwambie mwenzako, hapa ndipo tunapochengana na baraka. Hapa ndipo tunapochengana hadharani. Bwana asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amina. Mungu mwenyewe anawathamini hao watu ambao anawaachilia kwenye maisha yao. Wathamini tu. Yaani ukishajua kwamba kila mtu anayekuja kwenye maisha yangu ni lazima ataacha somo fulani. Ndio. Sababu watu ni wengi sana duniani hapa, si ndio? Ndio. Watu kutana na wao tuliokutana naye. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Baadaye ndio kusema. Amina. Amina. Kwa nini usingekutana na mtu mwingine tofauti na huyo ambaye uliyekutana naye? Kulikuwa kuna uwezekano kabisa wewe kukutana na mtu mwingine kabisa, lakini uko hapo kwa sababu kuna la kujifunza. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Amen. Hata kama hawapo karibu yako, hata kama hawapo karibu yako tena, bado wanastahili heshima na maombi, sio dharau. Amen. Amina. Hapa tunazungumzia wale watu ambao wanasababisha maumivu kwenye maisha. Yes. Haleluya. Amina. Kuna watu ambao nilikwambia kule mwanzo ya kwamba si kila mtu atakuja kwenye maisha yako kukupa tu faida. Ndio kweli. Wengine watasababisha maumivu. Yes. Sasa kwa wale ambao wanasababisha maumivu, wanaulaulia moyo wako, wanakufanya kwamba ule wakati ambao unajisikia kabisa ya kwamba sitaki kuona mwanaume yeyote mbele yangu, au sitaki kuona mwanamke yeyote mbele yangu, au sitaki kuona muinjilisti yoyote mbele yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna wakati mtu anaweza akakufanya uchukie kila mtu unayemuona. Yes. Yaani kuna wakati watu wataleta maumivu ndani yako hadi wewe mwenyewe utajiona kama sio mtu. Ndio, Bwana asifiwe sana. Amina. Sasa hawa watu Mungu anasema ya kwamba hata kama wako mbali na sisi bado wanastahili heshima. Yes. Usimdharau mtu yeyote aliyesababisha maumivu kwako. Amina. Hayo maumivu aliyoyasababisha kuna sehemu yalikufikisha. Hayo maumivu aliyoyasababisha kuna sehemu yalikujenga. Yes. Hayo maumivu kuna sehemu yalikuinua. Amen. Hiyo kweli. Hata kama alipokuja kwenye maisha yako kuna jema moja tu alilolitenda, mengine yote yakawa ni mabaya. Katika lile jema kulikuwa na funzo. Ndio. Usiwe na kiburi kwa mtu yoyote ambaye aliachiliwa aje kwenye maisha yako, aidha mlikuwa mnafanya naye kazi. Haleluya. Amen. Aidha alikuwa ni jirani yako na ameama. Bwana asifiwe. Amen. Alikuwa ni mshirika mwenzako, alikuwa ni mwenzako, alikuwa ni mmeo, alikuwa ni mkeo, mmetengana. Bwana asifiwe sana. Amen. Lipo kusudi katika yote yaliyotokea. Yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Jifunze kuombea wale wote ambao Mungu amewapitisha kwenye maisha yako. Amen. Jifunze kuombea wote ambao Mungu amewaachilia kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ziko baraka ambazo Mungu ataziachilia kwenye maisha yako. Yes. Wewe kufanya hicho kitendo cha kuwaombea siri kimya. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amina. Usiwadharau. Yes. Mtu ukishatambua ya kwamba walikuja kwa makusudi ya Mungu na wamefika, kuna kitu wamekiacha. Haya maumivu yalinitoa sehemu fulani, yamenipeleka sehemu nyingine. Waombee. Amina. Pray for them. Amina. Nasema waombee. Amina. Yaani kuanzia leo, kama kuna mtu ulikuwa umembeba moyoni mwako, kuanzia leo alikufanyia vitu vya ovyo sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukawa umembeba moyoni mwako. Ndio. Wengine wanasema nimeshamsamehe, lakini sitakaa. Bwana asifiwe. Nisamehe, lakini kumsahau asahau. Sitamsahau kama. Nakwambia. Sasa sio tu swala la wewe kumsahau, unatakiwa kumwombea. Na uachilie. Ndio. Amen. Amina. Wewe kana huko kusahau kwako, lakini unatakiwa umuombe. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina. Ukitambua ya kwamba katika kuja kwake kwenye maisha yako kulikuwa na funzo ambalo Mungu alitaka alifikishe. Ipo kupitia yeye. Yes. Kupitia yeye. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina sana. Wangapi wanaelewa kitu? Mshangilie Bwana kwa mkono. Amen.
watu ambao hupita kwenye maisha yako ni mpango wa Mungu kukujenga kuwa ulivyo leo. So hivyo ulivyo leo ni matokeo ya watu wengi sana ambao Mungu amewapitisha kwenye maisha yako. Yes. Haleluya. Amina. Hivyo hizo hatua ulizonazo leo, kuna watu wengi sana Mungu aliwaruhusu waje kwako. Hiyo kweli. Haleluya. Amina. Hiyo biashara yako, hiyo level uliyofikia, hata kama unaona ni ndogo, kuna watu Mungu aliwatumia. Bwana asifiwe sana. Yes. Utatambua tu hata kama ukitaka kufungua biashara, kuna process lazima uzipitie. Ndio. Ndio. Yes. Katika zile process huwa zinahitaji watu. Wewe huwezi apply number, ila kuna mtu anaweza. Hiyo kufuata. Si ndivyo? Haleluya. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina sana. Wewe unataka kufungua biashara ya kuuza nguo, ujui kile kibali cha kuuza nguo kinapatikana wapi? Yuko mtu mahali Mungu atakuja kwako. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina. Hapa ndipo tunaelewa ya kwamba huwa ni mpango wa Mungu kila mtu anayempitisha kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amina. Hao wote waliopitishwa kwenye maisha yako ndio waliokufanya uwe hivyo leo. Amina. Ukitambua hilo na ukawasamehe waliokuumiza, Mungu ataendelea kuachilia watu wengine wapya. Yes. Watakaofanya mapya kwenye maisha yako. Yes. Watakaoleta upya kwenye maisha yako. Ndio. Na ataachilia furaha hata kwa yale maumivu ambayo yalisababishwa na watu wengine. Hiyo kweli. Ndio. Amina. Pigie Yesu makofi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Sasa hawa watu ambao wanaachilia furaha, pengine ile tunaweza kuzungumze sana, kwa sababu kila mtu anaelewa, si ndivyo? Mtu yote Mungu akimleta kwenye maisha yako akaleta furaha, si ndivyo? Amen. Unajua tu kabisa huyu mtu Mungu alimkusudia, si ndivyo? Yes. Lakini shida iko hapa kwa wale watu ambao wanakuja sawa kwenye maisha yangu, mtumishi kasema sawa, Mungu ndiye anayewaruhusu, si ndivyo? Sasa ni namna gani tuishi nao baada ya wao kusababisha maumivu kwenye mioyo yetu? Ndio. Haleluya. Amina. Iko namna ya kuishi nao. Yes. Amen. Amina. Mwambie mwenzako iko namna ya kuishi na watu. Iko namna ya kuishi na watu. Mwambie tena iko namna ya kuishi na watu. Iko namna ya kuishi na watu Waliotuumiza. Waliotuumiza. Sasa sikia. Namna gani ya kuishi na watu waliosababisha maumivu? Ndogo. Very important. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni muhimu sana hiyo, unapaswa kujua. Namba moja, wasamehe. Haleluya. Amen. Forgive them. Amen. Wasamehe wote. Amina. Wasamehe wote Amen. waliokusababisha maumivu. Amen. Amen. Hapa kumbuka, wameshaondoka, si ndivyo? Ndio. Tena kuna wengine wanaweza wakasababisha maumivu afu wakajizima data kabisa, yaani kama vile hawaelewi walichokufanyia. Bwana asifiwe sana. Yes. Yaani kuna mwingine anaweza at least akarudi kuomba msamaha huo. Mwingine unaweza usambia sasa, mtumishi, tunawasamehe vipi hata hawarudi kuomba msamaha? Forgive them. Waachilie moyo wako. Bwana asifiwe sana. Amina. Wewe waachilie. Yes. Usibebe mtu. Amina. Yaani jua kabisa iko tobo lingine, iko njia nyingine ambayo Mungu anaenda kuifungua. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amina. Wasamehe. Amen. Haleluya. Amina. Hebu sema nawasamehe wote. Nawasamehe wote. Sema tu kutoka kwenye dhati ya moyo wako. Inawezekana, ngoja nikwambie, inawezekana moyo wako unaweza ukawa unazungumza lakini moyo wako unakataa. Mdomo wako na moyo wako vinakinzana. Na wasamehe lakini huku ndani bado unawashikilia. Bwana asifiwe sana. Hawako karibu na wewe, kumbuka sasa hivi. Na pengine wengine wana maisha mazuri kuliko hata wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Inawezekana, lakini wasamehe. Amen. Hii ndiyo namna nzuri ya kuishi nao watu waliosababisha maumivu, alafu kisha wakasepa kwenye maisha yako. Yes. Namba moja, wasamehe. Bwana asifiwe. Amina. Msamaha huu utakuwa kwa ajili yako, wala si kwa ajili yao. Bwana asifiwe sana. Amina. Kusaidia kupunguza maumivu ndani ya moyo wangu. Hebu tufungulie kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ule mstari wa 3. Bwana asifiwe. Mstari wa 31. Bwana asifiwe sana. Ile kitabu cha Waefeso. Bwana asifiwe sana.
Kwa hapa tunajua au tunajifunza ya kwamba katika kuwasamehe, sio tu kwa sababu nawasamehe ili wao wanisahau. Hapana, ni kwa sababu ya kuutibu moyo wako. Bwana asifiwe sana. Ili uutibu moyo wako na watu ambao walikuja kwenye maisha yako wakasababisha maumivu, ili uutibu moyo wako lazima uwasamehe. Yes. Haleluya. Amina. Mwepata mtumishi. Efeso 4:31-32. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Yaondoke kwenu. Pamoja na kila namna ya ubaya. Pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Wenye huruma. Wenye huruma. Mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Kama Mungu katika Kristo alivyowafanya nini? Alivyotusamehe sisi. Kama Mungu katika Kristo alivyofanya nini? Alivyotusamehe sisi. Alivyowasamehe. Bwana asifiwe sana. Amina. Waachilia watu. Bwana asifiwe sana. Amina sana. Haleluya. Amen. Napoongea sasa hivi inawezekana huu ni mwaka wa 10, mwaka wa 20 au mwaka wa 5 au mwaka wa 2. Kuna wengine waliondoka kwenye maisha yako jana tu, wamesababisha maumivu. Bwana asifiwe sana. Amina sana. Hebu waachilie kwa jina la Yesu kwenye moyo wako. Haleluya. Amina. Waachilie. Achana nao kabisa, usiwaze kuhusu hapa. Yes. Amina sana. Wasamehe ili utibu moyo wako. Yes. Biblia inaposema linda sana moyo wako, kwa maana ndiko zitokako chemchem za uzima wako. Bwana asifiwe sana. Amina. So moyo wako ukifurugwa, ukao umewabeba watu waliokuja kwenye maisha yako na kusababisha maumivu, tafsiri yake ni kwamba ile sehemu ambayo zinatoka chemchem za uzima wako unaziua taratibu. Yes. Haleluya. Amina. Sehemu ambayo zinatoka chemchem za uzima, umejaza mtu fulani, umemjaza mtu fulani, umemweka mtu fulani, zile chemchem zinayeyuka taratibu. Tunashangaa tunakuona hospitali na wakati ulikuwa ni mtu mzuri tu unatembea. Kwa nini? Wakichunguza kule unatafuta waone kitu madaktari. Hiyo ni kitu ya rohoni. Bwana asifiwe sana. Amina. Spiritual issues. Bwana asifiwe. Amina. Wewe unaenda hospitali wanakagua ugonjwa lolote waone. Kwa nini? Kwa sababu kuna uchungu ambao huko ndani unakutafuna kwa sababu ya kuwabeba watu. Sema nakataa kuwabeba watu kwa jina la Yesu. Nakataa kuwabeba watu kwa jina la Yesu. Sema nakataa kuwabeba watu kwenye maisha yangu. Nakataa kuwabeba kuanzia leo. From today. Haijalishi wanafanya nini. Yes. Amina. Bwana asifiwe sana. Jifunze kuwasamehe. Bwana asifiwe. Amina. Na kuachilia. Yes. Amen. Ili utibu moyo wako. Bwana asifiwe. Shika moyo wako. Sema moyo wangu. Moyo wangu. Sema moyo wangu. Moyo wangu. Pokea tiba. Pokea tiba. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Kwa kuwasamehe. Kwa kuwasamehe. Wale wote waliosababisha maumivu. Waliosababisha maumivu. Ndani yangu. Ndani yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi yako. Amen. Tuko kwenye namna ya kuishi na watu waliosababisha maumivu kwenye maisha yako halafu wakaondoka. Namba 2, usilipe baya kwa baya. Yes. Haleluya. Amina. Usilipe baya kwa baya. Usilipe baya kwa baya. Mwachie Mungu atawalipa. Kuna wakati malipo ya Mungu ndiyo yanakuwa ya haki zaidi kuliko hayo atakayoyaachilia wewe. Hiyo kweli. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna wakati malipo ya Mungu yanaweza kuwa fundisho zaidi kwa wale waliokuumiza kuliko hayo ambayo umepanga kuyaachilia. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina. Kuna wakati malipo ya Mungu yatatengeneza njia nyingine katika yale maumivu uliyoyapata. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina. Sio kuna wakati mwingine unaweza ukajipanga sana kutoa malipo wewe mwenyewe. Haya, ukishamaliza afu uone tena mpenyo mwingine mbele. Amen. Usilipe baya kwa baya. Amen. Usilipe baya kwa baya. Amina. Usilipe baya kwa baya. Acha mwachie Mungu atawalipa. Yes. Amen. Amen. Haijalishi kwenye kuumiza kiasi gani.
Haijalishi walisababisha moyo wako ukafadhaika kiasi gani, lakini mwachie Mungu atawalipa. Mpe Mungu, ni wewe ndio uliowaruhusu waje kwenye maisha yako. Si ndivyo? Ni wewe ndio uliowaruhusu, si mimi. Ni wewe ndio ulioachilia waje kwenye maisha yako. Mungu, ni wewe uliyenikutanisha na yule mvulana. Yes. Ni wewe uliyenikutanisha na yule msichana. Ni wewe uliyenikutanisha na huyu mama. Yes. Ni wewe uliyenikutanisha na huyu baba. Ni wewe uliyenikutanisha na huyu mtoto, huyu kijana na mtu yeyote yule. Kwa hiki walichonifanyia na kuachia wewe ukatoe majibu. Kabili Bwana naye atazitengeneza njia zako. Bwana asifiwe sana. Kwa kumwachia Mungu tumesema kwa sababu malipo ya Mungu yanakuwa na haki zaidi. Warumi 12 mstari wa 17 na ule wa 19. Bwana asifiwe sana. Waachilie. Amina. Usilipe baya kwa baya. Wewe lipa baya kwa jema. Bwana asifiwe. Baya lolote ulilowekewa doa kwenye maisha yako, tanguliza jema mbele ya ile baya. Bwana asifiwe sana. Amen. Baya lolote unalotupiwa, wewe tupa wema kwenye ile baya. Bwana asifiwe sana. Amen. 12:17. Msilipe mtu uovu kwa uovu. Msilipe mtu uovu kwa uovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Kama yakini kwa upande wenu, ndio kae katika amani na watu wote. Kae katika amani na watu wote. Wapenzi, msijilipize kisasi. Msijilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu. Ipisheni ghadhabu ya Mungu. Maana imeandikwa. Kisasi ni juu yangu mimi. Sasa ni juu ya nani? Mimi nitalipa. Yeye atalipa. Anena Bwana. Anena Bwana. Amen. Haleluya. Amina. Pisheni ghadhabu ya Mungu. Ziko ghadhabu wa Mungu anaziandaa kwa watesi wako. Bwana asifiwe. Ziko ghadhabu Mungu anaziandaa kwa wale wote waliokuumiza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Hizo ghadhabu iko package fulani kwa Mungu anaiandaa kwa wale wote waliosababisha maumivu kwenye maisha yako. Ndio. Amen. Muwe na uhakika katika hilo. Wakati mwingine unaweza usielewe kwa sababu unaona mbona anachelewa kuadhibiwa na Mungu. Usiwe na hofu. Bwana asifiwe. Yaani unaona kabisa miaka inapita lakini mbona sioni? Pengine umeomba, kuna wengine mnawezekana mmeomba kabisa, Mungu sitalipa baya kwa baya. Naomba kwa hiki alichonifanyia. Bwana ukamjibu. Unaona mwaka wa kwanza unapita. Mwaka wa pili unapita. Mwaka wa 10 unapita. Hauoni adhabu yoyote, ama huoni, pengine uliomba hata Mungu ukimwadhibu, onyesha ishara fulani ili nijue ya kwamba umenijibu. Bwana asifiwe. Amina. Hizo ishara usioni au uzioni. Bwana asifiwe. Amina. Iko ghadhabu ya Mungu. Yes. Itatembea. Wewe tulia. Waachilie. Wewe tulia. Bwana asifiwe sana. Yes. Yaani kuchelewa kwa hiyo ghadhabu usikufanye sasa wewe ujichukulie sheria mkononi. Ndio. Kuchelewa kwa hiyo ghadhabu usikufanye sasa wewe ndio uone sasa huko anakoenda alafu kila siku unaona tu anapiga hatua. Huyu mimi alisababisha hiki, alinifanyia hiki, alinifanyia hiki. Hasira inawaka ndani yako. Unataka uanze sasa yale maombi ya kukata, ya kuvunja, ya kunyanyua. Bwana asifiwe sana. Amina. Na wengine hii wachukua kwenda mbali zaidi na kutenga ile imani yako. Nilimwomba Mungu asababishe ubaya wa yule mtu, lakini naona inachelewa. Wengine wanachukua nafasi ya kwenda kwa mganga, anaenda kwa wataalamu. Unajua wataalamu? Anaenda kwa wataalamu wa dunia hii. Wa dunia hii. Yes. Bwana asifiwe sana. Amina. Kama anaona mbona hii adhabu imechelewa? Usilipe baya kwa baya. Achilia. Bwana asifiwe sana. Amina. Usilipe baya kwa baya. Yes. Acha tu Mungu atalipa kwa wakati. Wewe pende tu. Yeye anasema ya kwamba Mungu ni Mungu anayetenda, hawai wala achelewe. Yes. Yaani yeye yupo katikati hapo. Katikati ya kuwahi na kutokuchelewa. Yupo katikati hapo. Maana muda wote mwana. Yes. Muda wowote. Nasema muda wowote.
lolote. Yes. Mungu anatenda lolote. Yes. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Kama ilivyo katika kumuinua mtu, ni muda wowote, sekunde yoyote, dakika yoyote, majira yoyote. Amen. Yes. Haleluya. Amina. Kama ilivyo katika kumuinua mtu, majira yoyote, sekunde yoyote na nyakati yoyote, mtu anainuka. Bwana siwewe. Hivyo hivyo katika ghadhabu zile za Mungu kwa wale waliokuumiza, ni dakika yoyote. Amen. Yaani hasitachelewa. Inawezekana zimekaa muda fulani, huo muda ambao unaona kwako wewe ni kwa kuchelewa, ila kwa Mungu bado anachakata kitu fulani. Ili akiachilia kitu fulani kwa yule mtu, kile kitu kikiachiliwa kule, huko kwako kuna kitu kinafunguka. Yes. Bwana sifiwe sana. Amina. Ule mshale unaopelekwa kule, huku kuna kitu kinatengenezwa. Bwana sifiwe sana. Amina. Kwani hata wanajeshi wanapoenda vitani, wanapokuwa wamekabiliana na magaidi wengine, si ndio? Tafsiri ya kurusha zile risasi si ili kwamba wateketeze kule. Wakishateketeza kunakuwa na nini? Si kunakuwa na shwari. Amen. Wakirusha makombora au mabomu, wanapoyarusha, ina maana wanachokitaka ni kwamba baada ya kurusha yale makombora kuwe na ushwari katika eneo, waweze kupita katika lile eneo, ndio waweze kusogea katika lile eneo. Bwana asifiwe sana. Amina. Amen. Amen. Haleluya. Amina sana. So Mungu anapotengeneza hilo kombora kwa ajili ya watu waliokuumiza, wewe tulia, usiwe na stress. Yes. Tulia. Tulia kabisa. Yaani wewe tulia. Bali Mungu unajua utafanya. Yes. Yaani mwambie unajua utafanya. Utafanya. Regardless itachukua muda, regardless itakuwaje, lakini naamini utafanya. Yes. Amen. Amen. Amini tu ya kwamba ghadhabu ya Mungu itashuka kwa hao waliokusababishia maumivu. Usinipe kisasi. Kisasi ni kwa ajili ya Mungu peke yake. Amen. Amen. Amina. Haleluya. Amina. Namna ya kuishi na watu waliosababisha maumivu kwenye maisha yako. Yes. Baada ya kuondoka. Namba 3, chukua somo katika kila walilolifanya kwako, wala sio chuki. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani katika kila walilolifanya kwako likupe somo. Amina. Amen. Amen. Kila walilolifanya kwako likupe somo fulani kwenye maisha yako. Amen. Likufanye ujifunze fulani ambacho ulikuwa ukifahamu kwenye maisha yako. Amina. Likufanye ujifunze kitu fulani kipya katika jina la Yesu. Amen. Amina. Kuna wengine watakuja kwenye maisha yako wala si kukaa milele, bali ni kujenga alafu wataondoka. Yes. Amina. Wanakujengaje? Ndio hapo wengine watapitisha maumivu, yale maumivu yatakujenga. Yes. Amina. Wanakujengaje? Wengine wataleta faida. Bwana asifiwe sana. Amen. So kuna watu wengine Mungu anawaachilia kwenye maisha yako, si kukaa milele. Amen. Amen. Sio kukaa. Kuna mtu ananielewa? Ndio. Nisikia amina ya mtu mmoja ananielewa. Amina. Wako watu Mungu atawaleta kwenye maisha yako, si kwa ajili ya kukaa milele. Ndio. Amen. Amen. Ipo kipindi fulani alafu watafanya wataondoka. Amen. Amen. Haleluya. Amina. So ni muhimu sana utambue yale majira ya watu yakiisha, usimng'ang'anie mtu. Yes. Haleluya. Amen. Majira yakiisha usimng'ang'anie. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiwa unatambua kwamba huyu mtu ambaye Mungu amemleta kwenye maisha yako, kuna majira ataondoka, kuna nyakati ataenda, unatambua. Sasa wengi tumekuwa tunasababisha maumivu ya kujitakia. Hebu sema maumivu ya kujitakia. Kuna maumivu mengine unajitakia mwenyewe kwa kuwakumbatia watu ambao muda tayari ulishaisha kitambo kwa kukaa kwenye maisha yako. Haleluya. Yaani muda ushaisha toka muda sana. Lakini bado wewe unakumbatia. Unajitengenezea kwa moyo mwenyewe. Amen. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina sana. Kuna watu Mungu ataweka kwenye maisha yako kwa sababu, lakini kuna watu Mungu ataweka maishani mwako kwa majira fulani. Yes. Kuna watu watakuja kwa sababu, lakini kuna watu watakuja kwa majira fulani alafu wanaondoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyo mtu uliyemwajiri hapo ofisini kwako, inaweza
Inawezekana unashangaa amekuja, alafu ukaona amekaa, baada ya muda mfupi tu kuna mambo fulani anafanya mule ofisini, alafu mwisho wa siku anakwambia bosi, mimi naondoka. Amen. Haleluya. Usiumie. Majira yake yalikuwa ni kukaa siku 2. Bwana asifiwe. Amen. Usiumie. Majira yake ilikuwa ni kukaa mwaka mmoja, miaka 2 inatosha. Kuna watu wengine Mungu anawaleta. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Sasa inawezekana ametangulizwa yeye kutengeneza njia ya mtu sahihi ambaye atakuja kwenye maisha yako kusudi na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Inawezekana huyo mbaya au aliyekuja kwa kipindi fulani amekuja hapo kutengeneza njia ya watu wema ambayo Mungu atawaachilia kwenye maisha yako milele na milele. Bwana asifiwe sana. Amen. Umeshawahi kusikia wafanya biashara au watu kwenye makampuni mbalimbali anakuambia, mimi katika hii kampuni yangu nimeshahangaika na wafanyakazi wengi sana. Amina. Nimehangaika na wafanyakazi wengi sana. Wakati naanzisha kuna mambo mengi, kuna watu fulani niliwapata, kuna watu fulani walikuja wakaniumiza, wakaniibia, wakasababisha hasara, wakaleta mambo fulani ambayo si mazuri, lakini wakaondoka. Ila hawa nilionao sasa hivi ni watu ambao Mungu kweli amewakusudia kuja kwenye maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Ndio. Wako watu wa namna hiyo ambao watafanyika kuwa umilele kwenye maisha yako. Amen. Haijalishi utakutana nao katika nyakati gani. Ndio. Amen. Haijalishi utakutana nao katika nyakati gani. Katika kila hatua unayopiga ya maisha. Kuna wengine tulipata marafiki wazuri wakati baada tu ya kuoa. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine walipata marafiki wazuri baada tu ya kununua labda gari. Kuna mwingine alipata marafiki wazuri baada ya kushuka kidogo pale ambapo Mungu alimpandisha, akashuka kidogo afu akaja akawakuta huku chini. Bwana asifiwe sana. Afu akawa ndio watu sahihi kwa maisha. Haleluya. Amen. Kwa kuna muda Mungu atakushika kidogo, utaanguka. Kumbe katika kule kuanguka kuna watu walioacha chini. Yes. Amen. Anataka upande nao. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Na kuna wakati pale juu ulipo, pale ambapo Mungu akakuweka, kuna watu wengine atawaleta pale ulipo. Usiwe na shaka. Pale ulipo, kuna watu atawaleta. Haleluya. Haleluya. So usione tu kwamba wakati ule ambao umeshushwa chini ili kuwapokea wale ambao Mungu anatamani upande nao, ukaona hapa sasa mimi nimeshafeli. Liko kusudi la Mungu katika kila jambo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sisikia amina. Haleluya. Amen. Liko kusudi katika kila jambo. Namba 3 tumesema chukua somo. Jifunze tu kuchukua somo. Yaani wewe mtu anapokuja, chukua somo. Chukua somo, ondoka nalo. Amina.